Karibu sana mpenzi mtazamaji wa chaneli yangu, tuweze kujifunza kwa pamoja somo juu ya mahusiano. Siku ya leo tukaangazie ama tukaangalie sababu kuu zinazoua hisia za wapendanao bila wao wenyewe kuweza kutambua wala wao wenyewe kuweza kujua. Sababu namba moja ni kutokuwasiliana kwa uwazi ama kuwepo kwa usiri kati yenu. Hii inaathiri mahusiano kwa sababu mawasiliano ndio nyenzo kuu ambayo inawaunganisha wapenzi ama wanandoa. Kosekana kwa mawasiliano yaliyo wazi, mawasiliano ambayo yanakuaminiana ndani yake, kutokuweka siri kati yenu, hii hubomoa ama huchochea kuvunjika kwa yale mapenzi yenu ya asili yaliyokuwepo mwanzo wakati mnaanza safari yenu ya mapenzi. Lakini sababu ya pili ambayo inaua hisia taratibu za wapenzi bila wao wenyewe kuweza kufahamu ni kukosoa kupita kiasi. Mtu anapokosolewa kupita kiasi hukosa kujiamini, na anapokosa kujiamini hushindwa kuwasilisha hoja zake nyingine ama hushindwa kuwasilisha mawazo yake mengine ambayo huenda yalikuwa ni ya msingi kabisa, kwa kuogopa kwamba atakosolewa, kwa kuogopa kwamba kwenye kila kitu anachokifanya hayuko sahihi. Kwa hiyo kukosoa kupita kiasi sio vizuri. Hii huchochea na huua nguvu ile ya asili ama ule upendo wa dhati wa asili ambao ndicho chanzo kikuu cha muunganiko wenu wa kihisia. Sasa kwa kufanya hivyo au kwa kukosoa mara kwa mara, hii hupoza taratibu zile hisia za asili ama hisia halisi za kimapenzi. Lakini sababu ya tatu ambayo inapelekea kuua mahusiano taratibu ni kuweka kinyongo. Kutokusamehe makosa, kuhesabu makosa hupelekea kuweza kuua hisia halisi. Kwa nini hii hutokea? Hii inatokea pale ambapo unapozidi kuweka makosa ama kuhesabu makosa ya mwenza wako, unajizalishia stress ndani ya kichwa chako, unazalisha stress ndani ya ubongo wako, unazalisha kemikali ya stress ambayo inaitwa cortisol. Kemikali hii inapokuwa nyingi sana ndani ya damu ina matokeo yake. Inapokuwa ndogo sana ndani ya damu, kwa maana kwamba inakuwa imepungua, pia ina matokeo yake. Inaathirije? Unapoweka vinyongo, kinyongo ni sumu, kinyongo ni maumivu. Sasa hakuna mtu ambaye anaweza kuvumilia maumivu kwenye mahusiano. Hakuna mtu ambaye anaweza kufurahia maumivu kwenye mahusiano. Kwa maana hiyo, kwa namna yote ile pale ataanza kufanya jitihada ama ataanza kuweka mbinu au kutengeneza njia ambazo zitamfanya awe salama kutokana na maumivu hayo. Sasa anapohisi kwamba mwenzake ndio chanzo cha maumivu yake, basi atafanya jitihada kuweza kumwepuka ama kuweza kukaa mbali na yeye. Sasa kwa kufanya hivyo, hii itampelekea yeye kuanza kupunguza ule uwepo wa kihisia kwa huyo mtu ambaye ndio chanzo cha maumivu yake. Lakini sababu nyingine inayoua hisia taratibu ni kutokuthamini juhudi ndogo ndogo. Unaposhindwa kusema asante ama unaposhindwa kushukuru hata kwa kitu kidogo unachopewa, zawadi ndogo unaopewa na mpenzi wako, kitu kidogo unachofanyiwa kama favor na mpenzi wako, hii huathiri ukaribu wa kihisia, kwa sababu asili ya ubongo wa binadamu huhitaji sana kuthaminiwa. Unapoonyesha thamani kwa kitu unachokuwa umefanyiwa, hii inafanya kazi kama hamasa, inakuwa ni source ya motivation. Inampa hamasa huyo mtu alokutendea hicho kitu kuweza kupata hamasa zaidi kuweza kufanyia kitu kingine zaidi. Lakini unapokosa kuthamini na kushukuru, hii huenda kuathiri ama kupoza moja kwa moja kile kiwango chake cha upendo kwako na uwepo wa kihisia kwako. Lakini sababu nyingine ni kukosa muda bora kwa ajili ya mwenza wako. Unapokosa muda bora kwa ajili ya mwenza wako, hii itashusha kabisa kile kiwango cha upendo na kiwango cha hisia. Kwa nini? Mnapopata muda bora kuzungumza mambo yenu yanayohusu mahusiano yenu, mtajadili mambo ambayo yanawakabili, mtaweza kujadili mambo ambayo mnaweza kuyafanya ili kuweza kusongesha mbele mahusiano yenu. Mtaweza kujadili mambo ambayo yatakuwa ni mustakabali wa maisha yenu. Sasa mnapokosa muda bora, inapotokea kila mmoja wenu yuko busy, either yuko busy na kazi ama yuko busy na mambo mengine, na kupuuza ama kudharau mazungumzo kati yenu, hii inaathiri moja kwa moja, kwa sababu
itawa distance, itawaweka mbali. Kwa hiyo kupata muda safi kwa ajili ya kujadili mambo yenu, hili ndio solution na ndio solution. Sababu nyingine inayoua hisia taratibu ni kosekana kwa mazungumzo yaliyo wazi kati yenu. Hii iko tofauti na ile ya kwanza. Kwa sababu gani? Hii ni tabia ambayo huwa inajitokeza kwa wenza pale ambapo ugomvi unapotokea, mtu anaamua kuchagua kukaa kimya kuliko kuongea, kwa kuogopa kwamba maybe akiongea hii itampelekea yeye kuweza kuzalisha ugomvi zaidi, ama anakuwa anajaribu kujitahidi kukwepa ugomvi ama mapigano. Sasa mwenza anapotambua kwamba huyu amekataa kuzungumza kwa sababu ya kudefend ama kulinda amani yake ya ndani, lakini yeye binafsi ambaye anakuwa hajawasilishiwa kile kitu ambacho kimemfanya mwenza wake aweze kuweka kile kinyongo ndani ya moyo, kuweza kuwaza kwa nini hajaniambia, ina maana haniamini au mimi sio mtu sahihi kwake, na ukizingatia yeye ndo anayekuwa ni mwenza. Sababu nyingine ambayo inaathiri ama inaua hisia ni hali ya kushindana badala ya kushirikiana. Ushirikiano unapokosekana baina ya wapenzi au baina ya hawa watu waliopo kwenye mahusiano, hii inaenda kupoza kiwango cha upendo, kile kiwango cha hisia kati yao. Hii inatokea aje? Inatokea kwa sababu mapenzi huwa yanahitaji jitihada ndogo ndogo za kila siku, jitihada za maksudi ambazo zinachochea ama zinaamsha ile hamasa ya kutamani na kuendelea kuwa katika aina hiyo ya attachment. Sasa panapokosekana na ushirikiano kati ya hawa watu wawili waliopo katika mahusiano, hii inaenda kuharibu moja kwa moja ile nishati na nguvu ya asili ya upendo ama nguvu ya upendo kati yao. Kama jinsi sayansi ya jamii inavyotueleza wazi ya kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Sasa mnapotengana, mnapokuwa separate, kitu hiki kinaenda kuua moja kwa moja ile nguvu, ile nishati ya upendo iliyokuwepo mwanzo wakati mnafanya kujuana ama wakati mnaanzisha mahusiano yenu. Sababu nyingine kubwa ambayo inaua hisia za wapendanao taratibu bila wao wenyewe kuweza kutambua ni hali ya kukaa kimya kwa maksudi pasipokuwa na sababu ya msingi. Hii inatokeaje? Hii inatokea pale ambapo mmoja anaweza akawa anamuuliza mwenzake, labda anatamani kufahamu juu ya jambo fulani ambalo limetokea, labda jambo fulani ambalo haliko sawa, linahitaji kusikilizwa, linahitaji kutatuliwa. Sasa inatokea mmoja anapoulizwa anachagua kukaa kimya kuliko kutoa majibu yaliyo sahihi ama kuweza kuzungumza, ninafahamu kitu hiki ama sifahamu kitu hiki. Unapomkalia kimya mwenza wako, anazalisha ndani ya fikra yake na ndani ya ubongo wake tafsiri nyingi ambazo huenda zaweza kuwa sahihi ama zinaweza zisiwe sahihi. Sasa unapompa mtu mkanganyiko wa kifikra, kuweza kushindwa kutambua ama kuelewa ni kitu gani kinachoendelea, ni kitu gani kilichopo kwa wakati huo, labda kwa upande wake kinamwathiri pakubwa sana, kinampatia psychological distress, mkanganyiko wa kisaikolojia. Hali hii haiwezi kuact kama motivation, lakini ina act kama kikwazo cha kuendelea kustahimili ama cha kuendelea kuweza kudumu katika kile kiwango ama katika ile level ya upendo alionao kwa upande wako, na hatimaye anaanza kukuwekea vinyongo, anaanza kuhesabia makosa, anaanza kukuwekea suspicion ya vitu vingi mbalimbali ambavyo huenda hata hujavifanya na havipo. Sasa kama jinsi ulivyoona kwamba mapenzi ama mahusiano huwa hayadumu kutokana na kufanyiwa tukio moja kubwa
ambalo litasurprise moyo wako, ambalo litaushtua moyo wako, ambalo litakufurahisha zaidi, bali yanazaliwa na kukua kutokana na kufanyiwa vitu vidogo vidogo, ama kutekeleza ufanyaji wa vitu vidogo vidogo ambavyo ndo building blocks, ambavyo ndo vinafanya kazi kama matofali kuweza kunyanyua jengo. Umeona? Ndivyo vivyo hivyo vitu hivi vidogo vidogo vinavyodharauliwa na kuonekana kwamba ni vitu vya kawaida, ndivyo vivyo hivyo kupelekea kuweza kuua ile natural bonds ama muunganiko wa asili na ile nguvu na nishati ya asili ya upendo iliyokuwepo kati yenu wakati mapenzi yanaanza. Sasa kwa kujua ama kutokujua, watu wamekuwa wakivifanya, wanaviona ni vya kawaida, wanavidharau, lakini ndivyo hivyo vinavyozalisha kupoa kwa nguvu ya mahusiano, kushuka kwa upendo na hatimaye kupelekea mahusiano kuweza kuvunjika. So kama umeweza kufurahishwa na video yangu hii, fanya kusubscribe, then bonyeza alama ya kengele iliyopo upande wa kulia hapo, ili kuweza kuwa wa kwanza kupata taarifa ya video zangu nyingi ama kazi zangu nyingine nyingi ambazo zinapandishwa katika platform hii ya YouTube, ili uweze kuendelea kunufaika na maarifa haya adhimu, maarifa bora, maarifa safi kwa ajili ya makuzi yako ya kiafya, afya ya akili, afya ya mwili, na maendeleo kiujumla.